Karibu Siwa TZ. Hii ni sehemu ya 4 ya simulizi yetu nzuri ya Kivuli Kilichonipenda. Sasa tuendelee tulipoishia. Zahra akasema kwa upole wa kutisha, imeshaanza. Sasa chagua. Nikamuuliza huku nikiwa natetemeka kwa hofu, nichague nini? Kabla hajajibu nilipiga kelele. Taa moja ya barabarani ikawaka ghafla, na katika mwanga ule nikaona kivuli changu kikiwa na uso wangu, lakini kikitabasamu kabla mimi sijaanza kutabasamu. Tabasamu lile lilinichoma zaidi kuliko hofu. Lilikuwa kama vile la kunijua, kama mtu aliyekuwa akiishi ndani yangu muda mrefu kuliko nilivyodhani. Nilijaribu kusogea nyuma, lakini miguu yangu ikawa kama vile imeota mizizi. Mwanga wa ile taa moja ulitetemeka, ukafanya uso wa kivuli changu uonekane na kupotea, na kila kivuli kikionekana tena, kinaonekana kuwa karibu zaidi. Zahra akanong'ona na sauti yake kwa sasa ikitetemeka kwa heshima, kana kwamba alikuwa akizungumza na kitu kilicho juu yake. Usikubali, ukikubali hutabaki. Nikamuuliza, je, kama nikikataa? Zahra akasema, hutapotea, lakini utagawanyika. Kabla sijaelewa maneno ya Zahra, kivuli kilinyanyua mkono wangu, kikanigusa kwenye paji la uso. Nilihisi baridi kali ikipita mwilini mwangu, na ghafla nikajikuta nikiona matukio ambayo hayakuwa yangu. Nilimwona Zahra akiwa mwanamke wa kawaida, akifurahia wakati wa mchana, akipenda kuona giza linapoingia, na nikaona ahadi ambayo iliyovunjwa, na laana ambayo iliyotolewa, na kivuli kikizaliwa kati ya machozi na tamaa. Sauti yake ikasikika kichwani mwangu ikisema, nilipoipenda roho, kivuli kikaamua kunipenda. Nilipiga kelele, lakini sauti yangu ilimezwa na giza. Mwanga wa taa ukazima tena. Nilihisi mikono miwili ikinishika. Mmoja ulikuwa wa Zahra, ukiwa ni mwepesi na wa kuomba. Mwingine ulikuwa mzito, wenye nguvu, ukinivuta nyuma. Kila mkono ulikuwa ukiahidi kitu tofauti. Zahra akasema kwa haraka, kumbuka jina lako na alitaje kwa sauti. Nilifungua mdomo, lakini neno la kwanza lililotoka halikuwa jina langu. Lilikuwa ni jina la kivuli. Na kivuli kikasema kwa sauti yangu lakini yenye kutisha, nimekuwa nikitembea na wewe, sasa ni zamu yako kunibeba. Mwanga ukawaka ghafla, taa zote za barabarani zikawaka kwa pamoja. Nikajiona kwenye vioo vya madirisha. Uso wangu ulikuwa wangu, lakini macho yalikuwa mawili tofauti. Zahra alisimama pembeni, akilia kimya, mkono wake ukipenya hewani kama moshi. Ghafla, jirani mzee akatokea mwisho wa mtaa, akinitazama kwa masikitiko. Akasema, nilikuonya, lakini sikukwambia uogope, nilikuambia ujiandae. Kivuli changu kikachukua hatua mbele, nami nikahisi nikirudi nyuma ndani ya mwili wangu mwenyewe. Kivuli kikainama, kikanong'ona sikioni mwa wengine, kikasema, kesho asubuhi nitakuwa mimi nikiamka, na wewe utabaki kunitazama. Ndipo nuru ikazima tena, lakini safari hii sikujua ni nani aliyebaki gizani. Nilipofumbua macho, alfajiri ilikuwa imeanza kuingia taratibu. Mwanga wa asubuhi ulikuwa hafifu, kama uliogopa kuingia kikamilifu chumbani. Nilikuwa nimelala sakafuni, pumzi nzito, moyo ukidundana bila mpangilio. Kwa sekunde chache nilijifariji, labda ilikuwa ndoto, lakini nilipoinuka nikagundua kuna kitu hakikuwa sawa. Kivuli changu kilitangulia kabla sijatembea, kilichelewa kunifuata, kikasimama kando yangu, hakikujibandika miguuni mwangu kama kawaida. Nikaenda kwenye kioo. Uso wangu ulikuwa ule ule, lakini macho yalinitazama kwa kuchelewa kidogo. Nilipoinua mkono, tabasamu likajichola usoni kabla sijalihisi. Ndipo nikasikia sauti ndani yangu, tulivu na yenye subira. Tulizungumza jana, sasa pumzika. Nilitoka nje kwa haraka. Mtaa ulikuwa wa kawaida, watu wakianza shughuli. Jirani mzee aliketi mlangoni mwake, macho yake yakaniona kama kitu kilichokuwa kinitembea. Alishusha kichwa taratibu, akajisemea kwa sauti ndogo, amechelewa, lakini hajapotea. Nilipogeuka kumtafuta Zahra, nikamwona mwisho wa mtaa. Alisimama kwenye kivuli cha ukuta, akinitazama kwa huzuni. Midomo yake ikasogea bila sauti, lakini nililisikia lile neno kichwani mwangu kwa uwazi, akisema, bado una nafasi moja. Kabla sijaenda kwake, simu yangu ikatetemeka. Ujumbe mmoja mpya ukatoka kutoka kwa namba isiyojulikana. Ujumbe ulisema, usiku wa leo
chagua ni nani ataangalia kioo. Nikainua macho. Zahra alikuwa ametoweka. Kivuli changu kikacheka, hali ya kuwa mimi nikiwa kimya. Na hapo nilijua hii haikuwa mwisho, ilikuwa mwanzo wa pambano ambalo mmoja wetu hasingesalimika. Ni mwisho wa sehemu ya 4. Tukutane tena sehemu inayofuata. Asante. Usikose simulizi hizi kali. Hakikisha unanifuatilia hapa YouTube Siwa TZ, TikTok Siwa TZ, WhatsApp 0622555502. Follow kwa simulizi kali zaidi. Comment kama unataka sehemu ya 4. Like kama hii simulizi imekuvutia au kukutisha. Usisahau kusubscribe na kushare kwa wengine.